Habari za wakati huu mabibi na mabwana, sisters and brothers, wadai kwa wadaiwa. Jina langu ni Dennis Ngira na hii ni Arusha Online Radio. Tuko Jua Home kuhakikisha kwamba unapata zile updates zote ambazo zina happen hapa Arusha, na nimekuja kwenye lodge hapa kuhakikisha kwamba unakutana na mwenye lodge, experience aliyoipata katika kuanzisha, changamoto zilizotokea, lakini pia faida, lakini pia atatushauri ni kwa namna gani ambavyo tunaweza sisi kama vijana au wewe kama kijana jinsi ambavyo unaweza ukajitafuta na kuwa na cha kwako. Lakini pia atagusia kwenye swala la vijana ambao kwa kiasi kikubwa wamekataa kutoka magetoni, au nyinyi ambao mmetoka magetoni na mkakoma kiasi fulani. Kwa mawazo yake anaweza kusukuma kidogo, kidogo tumsikilize. Na kwaje bro? Iko poa sana. Anakaa fresh. Anapita nani? Kwa majina naitwa Preload. Mzaliwa hapa Mbureni. Ni director wa Arusha Jua Home. Arusha Jua Home actually sio kama lodge, ni kama hostel au guest house. Ni guest house ambayo inapatikana maeneo ya Mbureni, Arumeru, Arusha. Kwa hiyo kwa mgeni yote anayetaka kuja kutembelea Arusha, karibu sana Arusha Jua Home. Tupo nje kidogo ya mji, lakini ni sehemu iko very natured, kuna vivutio kibao. Utaenjoy kuwa hapa. Kwa hiyo nawakaribisha wote wanaotaka kuja kutembelea Arusha waje wajionee. Private rooms, kuna internet free. Vitu vingi sana viko ndani ya hapo. Utaenjoy local life. Maisha hapa ni mazuri, karibuni. Kipi kilikuwa au zipi zilikuwa ni changamoto wakati ambavyo unaanza mwanzo wa kuanzisha hii hostel? Zipi zilikuwa ni changamoto ambazo ulikutana nazo, na ni kwa namna gani ambavyo zile changamoto za kuzitatua? Always unapoanza kitu, kila kitu kinakuwaga ni kigumu mwanzo, lakini nashukuru Mungu nilipata baadhi ya support kutoka kwa watu wengine na ushauri nikautendea vema. Baadaye nikajikuta nimeweza kusogea step moja baada ya nyingine. Unapoanza biashara yoyote lazima ukutane na changamoto. Hasa unapokuja kwenye biashara ambayo unategemea kuifanya kwa watu ambao ni international. Unajua kufanya marketing huko hapa unategemea kupata wageni kutoka nje. Kufanya marketing na una mtu yote aliyeko nje kuna ugumu kidogo. Lakini kwa bahati nzuri nilipata baadhi ya watu wakanishauri wenye sehemu kama hizi, nikafuata njia walizozifuata mpaka kufikia walipofikia. Nao niko hapa. At least siwezi kusema nimefika malengo, lakini niko sehemu ambayo naona kabisa nitafika malengo kama nikiendelea kupambana. Sasa hivi kuna kijana ambaye anakuangalia na ndo anataka aanze. Sasa ni vitu gani ambavyo ni vya lazima ukiwa unataka kuanzisha hostel, ni vya lazima kuanza navyo kwa kijana? Kwanza uhitajiki kuwa na room nyingi, unaweza kaanza hostel hata na room moja. Kikubwa ni uangalie unataka kuwa na hostel ya design gani. Uhakikishe vile vigezo vyote vinapatikana ndani ya hostel yako. Na baada ya hapo, kwenye suala la marketing lazima ukutane na watu ambao kidogo wameshakuwa makonki, ili waweze kukushauri ni kitu gani unaweza ukafanya kikamvuta mgeni kirahisi. Kwa hiyo kuna siri nyingi zipo sana, ndio maana unaona watu wengine wanafungua hosteli baada ya muda fulani inakufa, kwa sababu wanadhani kuwa ukifungua tu unaweza ukaanza kupata wageni. No, kuna step kadhaa unatakiwa kufanya na kuzifuata ili uweze kuanza kupata wageni. Kuna maeneo sahihi ambapo unaweza ukasema eneo hili linafaa kujengwa hostel, au ni wewe ambavyo utaamua? Kwa sababu kwenye baadhi ya hosteli ambazo tumeziona wana maeneo ambayo yana nature nyingi na vivutio kidogo at least. So kuna maeneo ambayo ni specific kwa ajili ya kuandaa hivi vitu, au ni vile ambavyo utatengeneza mazingira? Mimi nadhani ni marketing tu na kuwa na kitu ambacho ni unique. Kitu ambacho hakipatikani sehemu nyingine yoyote. Like kuna baadhi ya vivutio kwenye sehemu unaofungua hostel vinahitajika kuwepo, lakini kikubwa ni ufanye vitu ambavyo ni unique. Maana ukifanya vitu vya kuiga, ukachukua vitu kutoka kwa mtu mwingine alafu ukavileta kwako, that means mpaka yule mtu ajaze ndio wewe upate. Lakini ukiwa na vitu vyako unique vinaweza vikawavuta watu. Suala la sehemu inategemea na unavyofanya marketing.
mimi ninaamini kila mahali unaweza ukapata wageni, ni uwe na vitu tu unique. Kuwa na vitu unique ndo ambavyo utapata wageni. Na kutoka labda mgeni anatoka labda tuseme Ujerumani, anafika hapa, mumwekea labda mapa akafika hapa, zipi ni changamoto kwenye namaanisha kwenye lugha? Kuna changamoto zote pale kwa mgeni ambaye labda hajui Kiingereza? Anaweza kaja mgeni hajui Kiingereza, lakini always mgeni anapokuwa hajui Kiingereza kama ni lugha ambayo sifahamu. Hata sometime mgeni anaweza kawa hapa anajua Kiingereza, lakini akakutana na baadhi ya wafanyakazi ambao waongee Kiingereza, labda wafanyakazi wa nje. Anachofanya ni anatoa gani anayo, na mwisho wa siku anasaidiana, kwa sababu tuna kama internet hapa ambayo ni free, kwa kila mtu ana uwezo wa kuingia kwenye Google Map na kutafuta translation ya Google Translate, and then tunasaidiana. Kwa hivyo ni changamoto gani ambayo ulipata kutoka kwa mgeni aliyefika maeneo haya ambao utakaaga ukaisahau kabisa? Kuna wageni kidogo ni wagumu kutokana na unaweza kukutana na mgeni labda kidogo ana ile changamoto ana matatizo kidogo ya akili au ana ugumu wa kuelewa. Unapokutana na watu kama hao, au unakuta mgeni ana expectation tofauti na mazingira yako, mgeni anaweza kadhani labda akifika hapa pako kama Mount Meru kwa ile haraka, akifika hapa anakuta ni tofauti kidogo, anaanza kuleta changamoto kwamba nili expect nitakuta hiki, mbona hakiko hivi. Lakini the good thing ni kwamba kila kitu kipo online na maelezo yake, na kipo kwa picha pia. Kwa hiyo unaweza kumwambia nionyeshe hicho ulicho expect, maana picha zipo kama unapopaona hapo. Lakini mwisho wa siku mwingine anaweza akaondoka akaandika review mbaya, lakini at least kwamba hata kwenye ile review unaweza ukareply kutokana na maelezo aliyoandika. Kama alisema nili expect hiki, wewe utaandika kabisa kwamba vipi ilikuwaje mpaka uka expect kitu ambacho sijakiweka online. Kutokana na hatua ambayo umeipiga kwa kiasi fulani, unawashaurije vijana ambao kwa sasa wanajitafuta, na wengine wanatoka magetoni, wengine bado hawaelewi waanzeje, na wengine bado wana struggle? Unaambiwa kikubwa ni uwe na vision. Ukishakuwa na lengo fulani unatakiwa kulifikia, ni kulipambania bila kukata tamaa. Hata mimi sikujua kwamba kuna siku nitafika hapa nilikofika, ila nisikukata tamaa na kuangaikia ndoto yangu. Nikasema lazima hii ndoto itafika, bila kukata tamaa, na kutafuta watu ambao wamefikia ile ndoto inayofanana na ya kwangu, wakanishauri ni wapi nitapita ili kuweza kufika. Bana, kama ulivyomsikia ndo namna ambavyo amefanya na amepiga hatua kiasi fulani. Kwa vijana ambao wako magetoni, ambao wanazidi kustruggle, wanajitafuta, ushauri umetolewa hapo. Ni wewe sasa kuhakikisha kwamba unachukua ushauri na kufanyia kazi. Hii ni Arusha Online Radio, jina langu ni Dennis Ngira.